Kama kawaida langu mimi naitwa Simo. Sema subscribe. Subscribe hapo. Subscribe. 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 Ngumu jamani ndugu yangu. Kusema subscribe. Subscribe. Pale kwa YouTube. Pale kwa YouTube. Na pia unaweza kutufollow, si ndio? Na pia unaweza kufollow. Langu mimi naitwa Simo Hana, kumbuka kunifollow pale kwa YouTube, TikTok na pia Facebook. Wanakuita nani? Mimi niite Raju Noske hapo YouTube pia. Majina yako kamili? Majina yangu anaita Daniel Rajon. Daniel Rajus. Rajon. Kutoka wapi? Kutoka Kakamega mtaa. Kutoka Kakamega. Ndivyo. Kakamega mtaa. Kakamega mtaa kwenyewe. Unafanya nini Kakamega? Mimi mtaa wangu Kakamega, mimi kawaida mpishi yani na pia acting hivi. Unapika, wewe ni mpishi na pia wewe ni chef. Mimi chef. Nikikuja upande wa music pia mwana bongo. Bongo pia. Ndivyo. Ni jambo gani ambalo linakufurahisha pale Kakamega? Kakamega jambo ambalo linafurahisha pia kuna maendeleo ambayo yanaendelea. Ukiangalia sana sana nimetembea katika miji different lakini sijaona mji wa kupendeza sana kama Kakamega. Kama Kakamega. Kwa maana najivunia kwa ajili mtaa wangu pia. Wale mtaa wako. Home is the best. Wewe ni kijana ama ni mvulana? Mimi ni mvulana. Wewe ni mvulana? Naam. Sio kijana. Mimi si kijana. Maana nimeshapita hiyo umri wa kuwa kijana. Kuwa kijana. Kijana youngest kiasi miaka 17 na 18. Kwani uko na umri? Mimi saizi nagonga 25. 25? Naam. 25 bado tu ni kijana. Bado kijana. Bado kijana. Lakini ni jambo gani ambalo huwa linakusumbua katika maisha? Sana kabisa. Sana kuna changamoto ambayo maisha unakuta wakati maybe umesomea shughuli fulani lakini kupata ile shughuli unapata imekuwa tashuri yani ngumu kiasi. Unaanza kung'ang'ana kimaisha yani kifedha mwanangu. Kifedha. Inalingana na familia ambayo inalingana na familia ambayo huko umetoka katika makazi ambayo haijiwezi. Alafu unapata ile familia ambayo hujiwezi kutoka chini kwa at least kujisimamia inakuwa tena vigumu kiasi. Inakuwa ngumu. Sasa ndio umetoka nje kidogo kujaribu kuhustle. Ndio nimetokea nimeingia huu mtaa wa Naivasha at least niangalia life yangu itakuwaje kujipangia maisha ya kesho. Ushawahi heartbroken? No, yeah, sana. Nishaheartbrekiwa. Ama wewe ni mzee? Mimi si mzee vile lakini kulingana nikiingia upande wa mapenzi nimeshaivujwa roho sana. Kwani kuliendaje? Nikiadidia story yangu kiasi nilikuwa na mpenzi ambaye kweli nampenda. Lakini ilitokea wakati nikaondoka kiasi kutafuta hela hivi vile nimekuja Naivasha. Ilikuwa ni hali ya kimapenzi ama mlikuwa mmeoana? Hatukuwa tumeoana, ilikuwa hali ya kimapenzi tu. Na msijaingia kwenye ndoa kwanza. Hujaingia kwenye ndoa? Haya, mlirudiana ama mliachana kabisa? Tuliachana kabisa manaka anayechukua beshte yake kesho atachukua hata babako. Alichukua beshte yako? Alichukua beshte yangu tena karibu sana. Sasa ikaona nikienda kurudiana naye kweli atajifanya mzuri kwa sasa hivi lakini kesho yake utajikuta sasa amechukua ndugu yangu nikishamweka kwenye boma. Mlikuwa na mtoi? Hatuna mtoto. Hamna mtoto? Ilikuwa tu mapenzi ya kawaida. Mlikaa kwa muda upi? Ilikuwa kwa muda wa miaka 3 na nusu. Miaka 3 na bado hamjaoana? Hatujaoana, ilikuwa mapenzi bado. Unajua mapenzi kuenjoy kwanza ndio tuingie kwenye mahusiano ya kuoana. Basi mlienjoy sana miaka 3? Tulienjoy, ilikuwa kuenjoy lakini kumbe alikuwa anacheza upande wa nyuma. Sijaliacha kama pesa yako imeisha. Mambo yako imesarabatika. No, kweli upande wa pesa nilikuwa nampatia sana kwa ajili ya alikuwa mrembo sana ile kumpenda. Na uelewa walikuwa hapo zamani wanasema wasichana siku hizi wanapenda hiyo time walikuwa wanapenda pesa. Lakini sasa hivi nishakundua wasichana hawapendi pesa. Hawapendi pesa. Kwa hivyo walikuwa tu wanaekelewa tu wanapenda pesa. Ukiwa na hela msichana alikuwa anakupenda. Lakini sasa hizi mwanangu uwe na hela lazima uwe na jiti. Kama huna jiti mwanangu hupendwi. Uko na mwingine? Sasa hizi nina mwingine ambaye napenda. Uko na mwingine? Nina mwingine. Ila niliweka training kidogo yuko kazini mali. Au kazini? Uko sure anakupenda? Na ananipenda sana. Serious? Seriously. Anakupenda kabisa? Ananipenda kabisa. Utaprove aje anakupenda? Sijashika nambari ya kwa kichwa lakini nasema uko na uhakika? Nina uhakika manake ukipata msichana ambao una communicate naye kila wakati usiku anakupigia mwenyewe hadi usio lazima umtafute. Lakini anakutafuta kujulia hali ajue uko vipi. Msichana anakupenda. Alafu ikifika any month
anakumbuka kuna mpenzi wangu mali anasunda kakitu, sio wewe mnamtumia tu. Haya. Kwa hivyo anarudisha mkono. Anarudisha mkono, mama mpenzi wangu uko vipi? Yani kwa salama. Nishapata kamshahara hivi nalipwa hivi, lakini upande wangu wewe chukua 3000 hapo. Huyo ni wako bana. Huyo mimi nishaamini na ananipenda na mimi pia nishamweka rohoni nampenda. Siwezi mchiti. Tumuende lini? Yuko mbali lakini very soon, kwa hiyo tushafikia wakati wa sherehe. Lazima tutamwendea December. December. Ndivyo. Next month but one. Next month but one. Next month. Yeah, next month. Yeah, next month but one. Yeah. Tumuende lazima. Haina shida. Yes. Sisi nitakutafuta ili tukonge part 2. Ndashukuru. Tujue ni aje. Karibu. Asante. Shukrani. Waambie wa subscribe pale. Subscribe pale YouTube pia, like na comment. Usisahau. Asante sana. Shukrani.